توقير ذي السلطان واحترام وعدم التصرف فيما تحت يده إلا بإذنه. توقير ذي السلطان kumheshimu mwenye utawala, واحترامه na kumtukuza yeye, wa adamu tasarrufi fima tahta yadihi na kutokutumia kile ambacho kipo katika mkono wake huyo mwenye utawala, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake. Yani usiende ukamuingilia mtu katika mamlaka yake na kuanza kutumia vitu bila kuidhinishwa, kama tulivyosema katika darasa zilizopita. Ukawa na kiherehere, wewe umealikwa nyumbani kwa mtu, vikiuliziwa vikombe ushanyanyuka kuna kufungua kabati, glasi zipo hapa, kuruchu ushafungua kabati lao ushatoa mavikombe. Sasa wewe umejua vile ndio vyenye kutumika, pengine ni vitu vya watu vimehifadhiwa pale, mwenye nyumba ndio anajua. Hebu tulia, hizo glasi unazoziona pengine si zake, ni amana imewekwa pale. Wewe ushafungua kabati, ushatoa bwana, mmeingia, amewashia feni moja mwenyewe, wewe unasema washa yote, washa kama hana luku, pengine kabakisha uniti moja ameipimia mwenyewe. Kuwa na adabu. Hebu sema tu, Sheikh, unaweza kutuongezea ile feni nyingine? Tamam, inawezekana. Hivyo ndio adabu, si ndio? Haya mambo unaweza kuona kama ni madogo, lakini tunakosea sana kabisa. Hakuna watu wenye kupitiliza jikoni, kwenye mamlaka ya watu. Jikoni anapitiliza, nenda mpaka jikoni kwa mtu, au kwenye shughuli ya mtu, kaalikwa tu, njoo kwenye walima bwana, baada ya dhuhuri bwana. Akifika paenda kule jikoni na analeta ugomvi kule, anataka nyama nyingi, au anataka ale mwanzo bwana. Watu wanakula baada ya mshuku, mimi nitangulizie bwana, sina subira hiyo. Ishada jahili, ni ule ujinga wa kutokujua dini. Kwa hiyo usivamie mamlaka za watu ila kwa idhini.